Today I want to finish about the judgments. Leo na kumalizia kuhusu hukumu. Because this is the last teaching this year. Kwa sababu haya ndio mafundisho ya mwisho ya huu mwaka. Next year, kuanzia mwaka ujao, God gives us to see that here. Ikiwa Mungu atatuwezesha kuona huo mwaka, Holy Spirit teach us more and more. basi Roho Mtakatifu atatufundisha zaidi na zaidi. We have been tackling about Bema judgment we did. Tunaangalia ile Bema, hukumu ya Bema. There's something that I repeated concerning judging self. Kisha kuna kitu akarejelea kuhusu kujihukumu wewe mwenyewe. Why? Kwa nini? Because the judgment of the believer, Kwa sababu ile hukumu ya waumini, or the judgment of the believers, ama ile hukumu ya wanaoamini, will be there for us. itakuwa kwa ajili yetu. But if you have judged self, Lakini ukiwa umejihukumu mwenyewe, it will be very easy itakuwa ni rahisi sana for you to go to this judgment victoriously. kwa wewe kwenda kwa hii hukumu ukiwa na ushindi. I won't repeat again about judging self. Hatarejea tena kuhusu kujihukumu wewe mwenyewe. The ones who are here know what that is about. Wale waliokuwa hapa tunajua ile inahusu nini. Now we are seated before when the judgment will take place in the air. Ile hukumu itafanyika pale angani, Following the first resurrection. ikifuata na ule ufufuo wa kwanza. And I remember last time we read 1 Thessalonians 4:14-20. Soma Thessalonika wa kwanza 14. And I said there will be 1,000 years between the resurrection of the saved and the unsaved. Na akasema kwamba kutakuwa na miaka 1000 ya wale waliokoka na ambao hawajaokoka. Amen. Amen. Somebody was asking me, where will be the beheaded? Mtu akauliza watakuwa wapi wale waliokatwa vichwa? I'll show you where they will be. Atakuonyesha pale watakapokuwa. And there will be 1,000 years Tutakuwa na miaka 1000 between the judgment seat of Christ, kati ya kile kiti cha hukumu cha Kristo, where only the saved, ambapo wale waliokoka ndio wataonekana, and then the great white throne judgment, kisha kile kiti kikuu cheupe cha hukumu, where the unsaved will appear. wale ambao hawakuokoka watahukumiwa pale. Now at the judgment seat of Christ, Katika kile kiti cha hukumu cha Kristo, that is where we people will appear. sisi hapo ndipo pale tutakapokwenda. Then the believer will give an account of himself to God. Wale waumini basi watatoa hesabu yao wenyewe kwa Mungu. And therefore, we should look to our own works Kisha basi hivyo tuangalie matendo yetu wenyewe and not judge the works of others. na tusihukumu matendo ya wengine. Can someone read for me Romans 14? Warumi 14, 10 mpaka 13. 10 mpaka 13. Inasema, lakini wewe je, mbona umhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utakiri Mungu. Basi hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Basi tuzidi kuhukumiana. Up to 13. Yes. Basi tuzidi kuhukumiana, bali afadhali tutoeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kukwaza ndugu au cha kumwangusha. That portion is very important.
Hiyo sehemu ni ya muhimu sana. If you have to judge self. Kama wewe unajihukumu wewe mwenyewe. Many of us, wengi wetu, like judging others. Wanapenda kuhukumu wengine. And I repeat again. Na narejelea tena. Many others judge others. Wengi wetu tunapenda kuhukumu wengine. Always see that you are better than your friend, than the other person. Ukijiona wewe ni mzuri kuliko mwenzako. Now remember this. Kumbuka hii. Because of judging others. Kwa sababu ya kuhukumu wengine. You will be judged. Utahukumiwa. Very hard. Sana. Who gave you the permission? Nani amekupa ruhusa to judge other people? Kuhukumu watu wengine. Who gave you the permission? Nani alikupa ruhusa to say that so and so is not born again like I am? Kusema yule hajazaliwa upya kama venye nimezaliwa upya. Who gave you the permission? Nani amekupa ruhusa to say that so and so does not minister the way it should be? Kusema kwamba yule hata huduma kama venye inavyotakikana. Who gave you the permission? Nani alikupa ruhusa to say that somebody knows nothing? Kusema mtu mwingine hajui lolote. Who gave you that permission? Nani alikupa hiyo ruhusa? That is what we are doing. Na hivyo ndivyo tunafanya. Especially in this church. Hapa kanisani mwanzo. Every day. Kila siku. We judge one another. Tunahukumiana sisi kwa sisi. We hate one another. Tunachukiana. Now remember. Sasa kumbuka. Hatred comes from the devil. Chuki inatoka kwa shetani. If you are not going to do away with hatred. Kama hutaachana na chuki. Because somebody you love, you will not judge. Kwa sababu yule mtu unampenda hautamhukumu. And even if they go astray, you will pray for them because of the love that you have for them. Hata ukitoka katika njia utawaombea kwa sababu ile upendo ulionao juu yao. But what do we say? Lakini tunasema nini? Shauri yake apotelee huko. Let me speak. According to the leading of the Holy Spirit. Kulingana na mwongozo wa Roho. So that when you come before the judgment seat. Ili ukija katika kiti cha hukumu cha Kristo. If you will make it. Kama utaweza kufanikiwa kwenda. Kama utaweza kufanikiwa. Carry that hatred. Unapobeba hiyo chuki. You will never see. Hautaweza kuona. That seat. Kile kiti. If you will make it. Kama itawezekana wewe kufika hapa. The ones who are here judging self. Wale ambao wako hapa kujihukumu wenyewe. Start judging self now. Anza kujihukumu mwenyewe. If you want to go straight to the judgment seat. Kama unataka kwenda mpaka katika kiti cha hukumu. Or you want to be beheaded. Ama ungoje ukatwe kichwa. Or you die. Ama ukufe. Before anything happens if you go to hell. Kabla kitu kingine hakijatokea uende kuzimu. It is the most humbling thought to know that someday ni ya kunyenyekea sana kujua hii kwamba siku moja the believer will face all his works. Waumini wote watapatana na matendo yao. Watu unaofanya. Mpendo yote unaofanya hapa kanisani, yale unaotenda, yale unaofikiria peke yako kuhusu watu, vile unavyosonya watu katika siri, vile unavyadharau watu katika siri, alafu ukija hapa wewe ndio wa kwanza kuwapatia high five. Unafiki. I'm talking to believers. Ananena na waumini. If you are one. Kama wewe ni mmoja wao. And it is true. But the Bible says si kila mtu ananiita Mungu baba atakayepata atafika kwangu. Don't pretend. Usijifanye. You will pay a lot for that pretense. Utalipa kwa kujifanya. Be who you are. Kuwa wewe venye uko. Behave like yourself. Fanya like yourself. Fanya kama wewe mwenyewe. Many people in the house of God. Watu wengi katika nyumba ya Mungu. Just pretenders. Wanajifanya. Pretenders. Kupenda kujifanya. That they are holy. Kwamba wao ni watakatifu. But behind the curtains. Lakini pale nyuma. Something bad is smelling. Kuna jambo baya sana linanuka. You can hear the message. Unaweza kusikia ujumbe. Will judge you. Utakuhukumu. It will judge you. Utakuhukumu. Wewe hata ole wako kama ungekuja kwa mkutano. Usikie hilo neno na ukose mbingu. This one will judge you. Hii itakuhukumu. Hata mimi nafanya kelele hapa. Nimetuma na mbingu zote ziko hapa kwa sababu ya hili neno. Hey, God help us. Mungu tusaidie. Some will be ashamed. Wengine wetu tutaibika. Fungua 1 John chapter 2 verse 28.
2:24, First John. 2:24 inasema kwamba nanyi basi hilo mlilolisikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlilolisikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya Baba. Hiyo. Nasema First John 2:28. Waraka wa Yohana wa kwanza 2:24 na 8. Hiyo pia ni nzuri sana, hiyo umesoma. Inaendeshana na mkutano. Hebu ndia tena hiyo ndio tuende hiyo 24. Nasema kwamba ninyi Holy Spirit ameweka hiyo kwanza ndio uelewe. 20, you are reading 28, 24. 24. Alafu sasa twende 28. Ninyi basi hilo mlilosikia tangu mwanzo na likae ndani yenu. Ikiwa hilo mlilosikia tangu mwanzo linakaa ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya Baba. Unasikia hiyo KGC? 28 inasema, na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Rudia tena, hawajasikia. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake, ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Read 1 Corinthians 3:11 to 15. Korintho wa kwanza 3. 11 mpaka 15. Korintho wa kwanza 3:11 mpaka 15. 15 inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Ifika 15. 15. Let me read in English. Taisoma kwa Kizungu, alafu translate tena Kiswahili. Amen. 1 Corinthians, we are in chapter 3 verse 11. 3:11. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Maana hakuna mwanadamu anaweza kuweka msingi isipokuwa ule uliowekwa na Kristo. Now if any man builds upon the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi. Sikiza ndugu yangu, unanisikia? Kuna watu watafika mbele za Baba katika kiti cha hukumu, and then their work will be tested. Kazi zao zitajaribiwa. It will be like gold. Itakuwa ni kama dhahabu. Fire says nothing unto gold. Moto husemi lolote katika dhahabu. Purify gold. Inaifanya inakuwa nzuri zaidi. And it will go through. Na itapita. It will go through. Itapita. Then there is this one. Kisha kuna hii ingine. That they say it is called what? Silver. Fedha. Silver. Fedha. It's not bad, it's next to gold. Si mbaya, iko karibu na dhahabu. Precious stones. Mawe ya thamani. They are precious. Na thamani. Those are good words. Ni mazuri. Gold, silver, precious stones. Dhahabu, fedha na mawe ya thamani. But if your work will be wood, the kind of wood. Lakini kama kazi zako zitakuwa ni mti, hay, majani, straw ama manyasi. Mpendwa, nikwambie
nikwambie, utanipenda, utanichukia, lakini nakwambia ukweli. Wacha kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Nasema wacha kujifanya wewe ni mjuaji. Fanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, kwa sababu utakuja aibika mbele za if you make it. Kama wewe utafanikiwa, if you make it, kama utafanikiwa, judgment seat si kila mtu. If you make it, kama utafanikiwa, then you will be tested. Miaka hiyo 1000 years unatestiwa kazi yako. What did you do? Ulifanya nini? Kazi yako, wokovu wako ni wa kidole. You are off, you are on. Uko mara hauko. You are off, you are on. Uko mara hauko. You are off, you are on. Uko mara hauko. That is grass. Hey. Hayo ni manyasi. Ikiwekwa moto inawaka. Unasikia Biblia inasema wengine wataponea chupu katika huo moto. Because there will be fire testing. Kutakuwa na moto wa kujaribu kazi zako. Kazi ulizofanya kutoka leo. Angalia utoaji wako mbele za Mungu ni nini, uvipi? Kazi ya Mungu kanisani unaifanyaje kwa ulegevu? Wewe ni kiongozi. Unaambiwa njoo mkutano, unasema nitaenda ule mwingine. And you are doing nothing in the house. Haufanyi lolote katika nyumba. Kumbuka mpendwa, kazi itapita kwenye moto. If you will make it at the judgment seat. Kama utafika katika kile kiti cha hukumu. Make it at the judgment seat. Kama utafika. We have a lot of work to do. Tuna kazi nyingi sana ya kufanya. We have a lot of work. Tuna kazi nyingi sana. Kwanza kufika katika judgment seat ni kazi. Hawa wanaofika katika judgment seat ni wale watu ambao ijapokuwa wamekuwa walegevu lakini wamedumisha utakatifu. Wamekuwa walegevu kwa kazi ya Mungu lakini hawajichangani na uchafu. Je, yule ambaye yuko katika kanisa na anashika kile anachokana kila mahali yeye yuko chafu na ameokoka. Sipendi kuambiwa testimony, tutajua siku hiyo. Acha kufanyia kelele hapa na testimony zao. Any form of wickedness, kila aina yoyote ya uovu, will not reach the judgment. Hautafika katika kile kiti cha hukumu. Hao ndio wale ambao nitawaonyesha pale watajajiwa. Hao ndio mbuzi. Inaitwa the judgment of the nations. I'm coming for it. Hukumu ya mataifa. Ole wako. Ole wako. Kama utacheza na uokovu ulio nao. Ole wako. Ole wako. Leo nasikia roho wa Mungu ana uchungu, sijui kwa nini. Ana ukali fulani, sijui kwa nini. Sijui kwa nini. Kuna kitu kinatokota ndani yangu ninapoongea maneno. Kwa sababu hili neno kuna mtu analipuza na litamtendekea na atasema kama ningalisikia siku hiyo vile yule mama alikuwa akimbia. I wish I knew. Tamani ningejua. Are we together? Je, tuko pamoja? Kazi yako ni ipi wewe? Kazi ya Mungu unaifanyaje kwa ulegevu? Wewe si kiongozi, lakini unakuja kanisani, unakuja wakati unataka. Kujua kwamba kuingia katika nyumba ya Mungu tu, hata kama wewe umeketi usikize, kuna thawabu. Just coming to sit and listen, kuna thawabu. Kuja tu kukaa na kusikiliza. This month nataka kukaa kando kwanza. Nataka kukaa kando kwanza. Nijisikize.
sababu mambo yamekuwa yakinitokea yakinifanyikia, lakini hawa watu wa hiyo kanisa hawashughuliki. Sikiza, hapa hakuna mtu wa kanisa, kila mtu atasimama peke yake mbele ya Mungu peke yake. Hakuna KGC itaitwa iambiwe nyinyi KGC mbona hamkushughulikia huyu? They did not stand with me. Hawakusimama na mimi. When my father died. Wakati babangu alipokufa. They did not stand with me. Hawakusimama na mimi. My sister died. Wakati ndugu yangu alipokufa. Kwenda huko. Stand with you. Kusimama na wewe. Nataka wasimame na wewe ndio ufanye nini? This is a word of survival. Hili ni neno la wewe kusimama. You have to know how to survive yourself. Lazima ujue jinsi ya kusimama mwenyewe. Usitegemee watu. Depend on yourself. Itegemee mwenyewe. Na Mungu anakuita. On Sunday was saying. Siku ya Jumapili alisema. Friends, relatives and whatever people follow you will not help you. Marafiki wote na ndugu zote na watu wanakufuata hawatakusaidia. When you reach before the fire. Ukifika pale kwenye moto. Mungu atakwambia nikupatie hiyo kibox hapo juu. Uone uko kutumia wewe. Na watumishi wangu walikuwa kinena usiku na mchana. Mbona ukusikia? Nakwambia ole wako unaisikia hili. Hey, wanasema each man's work, that is verse 13. Each man's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. Maana siku ile itadhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. 14 says, if any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. There is a reward. Kuna thawabu. And I'll come to talk about the rewards. Na atakuja kunena kuhusu zile thawabu. Come next year, January. Kufikia mwaka ujao mwezi wa kwanza tazinena kuhusu zile thawabu. The rewards. Thawabu. Ziko pale. Hakuna kuna wengine watatoka mikono mitupu. Wataponea chupuchupu. Hata huko kanguo wamevaa keupe kataponea chupuchupu katika moto. Ndio wanawaambia machokora wa mbinguni. Nani hapo atakuwepo? Those who did not take God's work. Wale ambao hawakuchukua kazi ya Mungu kwa kumaanisha. Those who did not take their salvation. Wale ambao hawakuchukulia wokovu wao kwa kumaanisha. You think that you are going to live in this world forever? Unafikiria utaishi kwa hii dunia milele? I'm asking you. Anakuuliza. Do you think that you are going to live here forever? Je, unafikiria utaishi hapa milele? Do you know when you are going to die? Unajua lini utakufa? Unaweza kuhubiri hapa mkasikia Pastor Petrus amekufa jana usiku. Kijana ulia hapo unasikia wewe mwenye nguvu sana. Una nguvu sana huwezi kufa. Umzima. Anything can happen. Lolote linaweza kutendeka. Anytime. Kila wakati. Brethren. Ndugu. We need to be ready. Tunahitajika kuwa tayari. To be ready. Kuwa tayari. Remember when you die. Kumbuka unapokufa. You have already made a decision. Ushafanya uamuzi. In the life to come. Katika ile maisha yatakayokuja. Either you go through hell, you go to hell. Wende kuzimu or you go to heaven. Ama wende mbinguni. And in the heavens. Kule mbinguni. It's only holiness. Ni utakatifu tu. Utakatifu peke yake. Na acha kuambia. Hakuna nafasi nyingine. Wanaopewa nafasi wakienda mbinguni ni wachache sana kurudi. Wako ambao wameenda na wakaambiwa rudi. Lakini wewe sijui kama utapata hiyo bahati. I'm talking to you, I'm talking to myself. Ananena na nyinyi, ananena na yeye mwenyewe. 14 says, if any man's work which he has built upon it remains, he shall receive a reward. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. 15 says, if any man's work is burned up, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet souls through fire. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. And that's why na ndio maana Colossians 3:17 says, Wakolosai 3:17, so whatever you do, lolote ulifanyalo, whatever you do, lolote ulifanyalo, ndugu, whatever you do, lolote unalolifanya, do it to the glory of God. lifanye kwa utukufu wa Mungu.
Mungu. Whether they hate you, Kama watakuchukia, love you, watakupenda, do it ifanye for the glory of kwa God. utukufu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Okay, now Sasa basi, let us go to other judgments. I'm going to talk about 2 judgments and we close. wacha tuende kwa hukumu zile zingine 2 kisha tutamaliza. They're not written here. Hazijaandikwa pale. The judgment Kuna hukumu of the nations. ya mataifa. And you can open your Bible. Unaweza kufungua Biblia yako In Matthew Mathayo chapter 25. 25. Sasa hii ni ile ambayo dini ilikuwa inamwambia. Hii ni ile ambayo tulifundishwa na dini. Matthew 25 from verse 31. Mathayo 25:31. It is a long one. Ni ndefu sana. Okay. Hebu Baraka anza kusoma 31. 31 nitasoma kwa Kiswahili. Inasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkononi wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au kiu tukakunyesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa na kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambieni, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkononi wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyeshe, na nilikuwa mgeni msinikaribishe, na nilikuwa na uchi msinivike, na nilikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hapo pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa na una kiu, au mgeni na uchi, au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amin nawaambieni, kadri mlivyowatendea mojawapo hao waliopo wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want you to understand and follow me carefully. Nataka uelewe, mfuata kwa makini. I don't want you to get confused. Hataka ukapotee. Kwa sababu dini ilituchanganya. Amen. Amen. Now, the one ile tumetoka ambao ni sisi believers, it is called the judgment seat of Christ. Kiti cha hukumu cha Kristo. The judgment seat of Christ. Kiti cha hukumu cha Kristo. And the judgment seat of Christ is found in 2 Corinthians 5:10. Na kile kiti cha hukumu cha Kristo kinapatikana katika Wakorintho wa kwanza wa pili verse 10. 5:10. And that verse, 2 Corinthians 5:10, reveals inaonyesha that only believers will appear at the judgment seat of Christ. Kwamba ni wale waumini tu wataonekana katika kiti cha hukumu cha Kristo. When the rapture takes place, which is about to take place. Wakati unyakuzi utakapotendeka na uko tayari kufanyika. When the church is taken. Wakati kanisa limenyakuliwa. Then the ones who will go there will be the believers. Wale watakaoenda kule watakuwa ni waumini. Now Korintho anasema the dead, the saved dead will first rise. Wale waliokufa ambao wameokoka watafufuka kwanza. And if you will be alive, you will follow. Na kama utakuwa hai basi utafuata.
Haufuati ovyo ovyo. Sikwambie ufuate ucheke. You have to work out. Lazima ufanyie kazi. Okay. That is the judgment I've been talking about. Hiyo ndio hukumu amekuwa akiongelea. And I've been saying throughout that the believers will not be judged with the nations. Na amesema kwamba waumini hawatahukumiwa na mataifa. Nasikia? So the believers will not be judged with the nations. Wale waumini hawatahukumiwa na mataifa. The nations have their own judgment. Mataifa yana hukumu zao wenyewe. That's why Jesus is coming first for his wife. Ndio maana Kristo anakuja kwanza kwa bibi yake. Taking his wife, the church. Alichukua kanisa ambaye ni bibi yake. And then the others remain. Kisha wale wengine watabaki. And they stay there for 1000 years. Na watakaa pale miaka 1000. Hapo mnapitia yale ambayo nimesema. Then comes the judgment after the 1000 years. Baada ile miaka 1000 comes the judgment of the nations. Inakuja ile hukumu ya mataifa. Amen. Amen. What will happen? Kutatendeka nini? In the judgment of the nations. Katika ile hukumu ya mataifa. My brother, before we go very far, read for us Revelation chapter 19 verse 11. Ufunuo 19:11. 19:11 nitasoma. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Now after Jesus has finished the 1000 years with this church, baada ya Kristo kumaliza miaka 1000 na kanisa, I told you the ones who are here that the rapture, Yesu hatashuka, atakaa mawinguni and take his church. Now this second coming, kuja kwake kwa pili, he will step on earth. Atafika hapa duniani. And you will be riding a white horse. Na atakuwa amepanda farasi mweupe. With the armies of heaven. Na yale makasha ya mbinguni. You'll be coming back in his glory. Atarudi tena katika utukufu wake. Amen. Amen. In his glory. Katika utukufu wake. Oh, hallelujah. Now at this judgment, katika hii hukumu, he will judge the living nations. Atahukumu mataifa yanayoishi. Now you have seen. Umeona? Where Baraka has read. Pale kwa nimesoma. Kuna sheep. We have sheep. Kondoo, yeah. Kondoo. We have goats. Na mbuzi. Now in this judgment, katika hii hukumu, 3 groups, makundi matatu, will be judged. Yatahukumiwa. The first one, kundi la kwanza, is the sheep. Ni wanakondoo. Ni kondoo. Na kondoo. Ama sema tu wanakondoo ni sawa pastor. Wanakondoo, wakondoo. Wakipita kondoo, ukito mwanakondoo mmoja. Now the sheep. Wale kondoo. Now what religion has taught us is this? Ile dini imetufunza that we'll all go before the judgment seat of God. Kwamba wote tutafika katika kiti cha hukumu cha Mungu. And Jesus will be sitting on his throne. Na Yesu atakaa amekaa katika enzi yake. And he will say, na atasema, make a line here. Make a line. Wekeni mstari. And the angels will be told, stay there with the books. Na wale malaika watakuwa kaeni pale kando na vitabu. Dini imekuchanganya. So when you come, unapokuja, anasema pita kibande ile. Kama wewe ni mbuzi, unapita kibande ile. Mkono wa kushoto, mbuzi kushoto. Kama wewe ni kondoo, unaenda kulia. Alafu sasa hawatuambii kama mbuzi imeambiwa ipite huku na kondoo huku, hivi vitabu ndio vitabu. Majina yataitwa safari. Dini haisemi hivyo. Ama jina yataitwa safari.
Ikiwa sasa ibusi vinda kibande hii na wewe vinda kibande hii, vinda kibande hii, uongo dini. Now let me show. Wacha kuonyeshe. The three classes judged here. Yale makundi matatu yatakayohukumiwa in this judgment of the nation. Katika hii hukumu ya mataifa. Open Revelation 7. Ufunuo 7. Hasa ni kuonyeshe who are the sheep. Ukianza ukipata usoma. Ufunuo 7 kuanzia 1. Yeah. Nitaisoma. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Sikiza vizuri hapo. Taanza tena. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi. Umeanza wapi? Umenambia 1. 7. Revelation. Ufunuo 7 from verse 9 kuanzia 9. Baada ya hayo nikaona, tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na wale wenye uhai wanne, na waangukao kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi, wakimsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Akina nani? Aha, tuendelee. Na wametoka wapi? Na wametoka wapi? Nikamwambia Bwana wangu. Kwa nini anauliza hivyo? Kwa sababu tayari kuna wale ambao kanisa lishachukuliwa. Unanisikia? Kanisa liko kivyake vyake lishachukuliwa. Sasa ndio elder anauliza, na hawa waliovaa nguo nyeupe ni akina nani? Angalia jibu. Nikamwambia Bwana wangu, wajua wewe? Akanambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kufanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hivyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yoyote. Kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. When we go to the judgment seat of the believers, tukienda katika kile kiti cha hukumu cha waumini, na machozi yanafutwa. Na kuuliza, wakati kanisa linanyakuliwa the same day na sisi pale tukiwa pale juu, kuna mahali panasema machozi yatafutwa? Na kuuliza, kuna mahali machozi yatafutwa? Now these guys, hao watu, this group, hichi kikundi which is now the sheep, ambacho ni kondoo, are coming from the great tribulation, wanatoka katika ile mateso makubwa. When the church was taken, ambapo kanisa lilichukuliwa, these are the ones who said we are not giving into the beast. Hawa ndio wale walikataa ile chapa ya ibilisi, and they got their salvation through, na wakapata wokovu wao kupitia kuuliwa kwao. That is the group. Hilo ndilo kundi. It has gone through pain. Imepitia uchungu. And that this is the group. Na hili ndilo kundi. That their tears will be wiped. Ambao machozi yao yatafutwa. Kwa sababu wokovu wao wameupata na upanga. Let me show you another portion. Wacha nikuonyeshe sehemu nyingine. Ili utosheke concerning that group. Kuhusu hicho kikundi.
look at Revelation 6. Ufunuo 6. Hapo tu. 6 verse 9 to 11. Soma. 9 mpaka 11. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu. Umesikia hiyo? Na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipata haki ya damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Na hao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wacholi wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Unaelewa sasa? Kuelewa. Na kuuliza unaelewa? Mimi naweza nikarudia mpaka ukaelewa. Now chapter 6. Ule pale 6 ambapo Baraka amesoma nyuma. Anasema, and he broke the fourth seal, that is the angel, and I heard the voice of the four living creatures saying, come. Ni wapi hapo? Nisoma. Ni 9. That is 6:9. Sorry. And when he broke the fifth seal, I saw underneath the altar. Translate that. Na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu the souls of those who had been slain. Roho zao waliochinjwa. Waliofanya nini? Waliochinjwa. Sasa pale ambapo nilikuwa nakwambia ukicheza na huo wokovu, kwa maana rapture is taking place soon. Unyakuzi hivi karibuni utachinjwa. And this is the group. Na hili ndilo kundi. Utakuwa kujaribu kujiua, haukufi. There is no death. Hakuna kifo. Mpaka uchinjwe usikie raha yake. Kwa sababu ya kuchezea wokovu. So these ones walivumilia wakachinjwa. Wengi watakubali kuchinjwa, they will give in. Watakubaliana with the beast. Na yule mnyama. Useme kama ni kuchinjwa acha. Sema kile unataka nitafanya. Lakini kuna wale ambao wanajua ukweli. Kama wewe ukiachwa usikubali yani uchinjwe. Wewe mshana mapema. Uamke siku moja ukute kanisa ishanyakuliwa na umebaki na ulisikia hii message inakwambia, ndugu yangu, wapelekee kichwa kabisa. Waambie fanyeni kazi. Subutu nini? Kama wataka uzima wa milele, maisha yale ni ya milele na milele. What is kuchinjwa, kukatwa kichwa ni nini? That is the last choice. Ndio uamuzi wa mwisho ulionao. Wa mwisho kabisa. If you don't choose that one, you go to hell. Usipochagua hiyo utaenda kuzimu milele na milele. Weka kichwa sawa sawa wakate, ulipia ujinga wako na ujeuri wako. Tuseme amen. Amen. Corona tu ni hiyo. Corona ni hiyo. Na wacha nikwambie na vaccines zinafika. Ungejua ile kitu iko ndani ya hiyo vaccine, usikubali kudungwa hiyo sindano. Kwamba sindano ni ya corona, waambie jikoroneni mwe wenyewe. Wacha iwe. Wapendwa, mwisho umefika na watu hawaelewi. Mwisho umefika. The beast has risen. Yule mnyama shainuka. The vaccine is now being prepared. Jana Britain was received millions of those vaccines. Pokea hizo dawa milioni. Ili wapone. Na hizo vaccines si za kawaida, zina vitu ndani. Zimetengenezwa kuzimu. Enda scam. Wewe ndio saki kofa na corona nataka kuishi milele ndio kadungwe. Uishi milele. This is a warning to the church. What the beast is doing now. Kile ambacho yule mnyama anafanya. Keep off from their vaccines. Wachana na hiyo dawa, kaa mbali kabisa. Chanjo. Wacha corona ikuue. Penda. Kama umeandikiwa corona,
kufa na corona uende mbinguni. Kama umeandikiwa kama usibaki vaccine, wapi kama mnataka kuvaccine pelekeni jela. And nobody will force you. Lakini hakuna yeyote atakulazimisha. Nobody will force you. Hakuna yeyote. Okay, nataka mimi hadi sehemu muelewe vizuri sana. Sasa hao majamani wale waliofanya nini? Waliofanya nini? Walichinjwa. They were slain. Walichinjwa. Why? Kwa nini? Because they refused. Kwa sababu walikataa the beast was telling them. Kile yule mnyama alichokuwa anawaambia. And they stood on the word of God. Na wakasimama na neno la Mungu. Because of the testimony which they had maintained. Kwa sababu ya ule ushuhuda waliokuwa nao. What is the testimony? Ushuhuda ni nini? We will not worship you. Hatutakuabudu wewe. We will not worship you. Hatutakuabudu wewe. We will not worship you. Hatutakuabudu. And if you don't worship me, na kama hamtaniabudu, I take your hand. Ninachukua vitu vyenu. And tell them yes, take it. Kwa unawaambia chukua. And this group, they cried, that is verse 10, they cried out with a loud voice saying, how long, O Lord? O Lord, holy and true, wilt thou refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Wakalia kwa sauti kuu, wakisema, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipata haki ya damu yetu kwa wao wakao juu ya nchi? They are crying. Wanalia because kwa sababu they have bought salvation with their blood. Wamenunua wokovu kwa damu yao. And because hao watu wamefanyia ukatili, wanataka wafanye nini? Mungu awajaji. Angalia wanaambiwa nini? Soma hapo chini Baraka. Wanaambiwa nini? Na hao wakapewa kila mmoja wao nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakapouawa vile vile kama wao. Mpaka wote sasa waishi wale wa kuchinjwa. Wewe mtumishi wa Mungu, wewe unisikia? If you not make it, kama hautafika, kubali kuchinjwa. Najua mimi naongea hivyo kwa sababu mwisho huko ushafika. The beast has already risen. Yule mnyama ashasimama. You are lucky in this church to hear this message. Wewe uko na bahati kwa hapa kusikia huu ujumbe. Wewe unayepaka kuoa, sijui kama hata unaweza usipate huyo bibi kabla Yesu hajafika. Weka tu kazi yako, nataka kuoa. Akili zako zote ziko katika kuoa. Ujue kwamba kuna mkate wa kichwa. Hata huyo bibi hata kusaidia. Hiyo sweetheart. Huyo bwana wako kusaidia. Hatuna mtaka nini? Babe. Utakuwa na time ya kutana babe. Kitu gani kinatokea? Kwa sababu umevuka. Una babe atakusaidia. I love this one. Penda hii. Mtesi na wewe usio bide watu na wewe baki hivyo. Mungu nisaidie. Nisiwe na mimi kwa kukata kichwa. Na kuhubiri hawa neno basi. Baba nisaidie. Yanaogofya. Badala Mtesi anahubiri hapa akiwa na ujasiri, hata yeye ndani anatetemeka. Au basi wanalia. Alafu sasa ile tumesoma hapo chapter 7 sasa Revelation. Wameshafika mbinguni. Hapo Revelation tumeanza wakishafika mbinguni. Ambapo yule mzee anauliza, na hawa ni kina nani? Hawa ni kina nani? Anaambiwa this and they are before the throne. They are where are they?
That is chapter 7. Verse 9. Okay. 13, yeah, 13. And one of the elders answered, saying to me, these who are clothed in the white robes. Unakumbuka chapter 6 wamevikwa white robes. These who are clothed in white robes, who are they? And from where have they come? And I said to him, these are the ones who come out of the great tribulation. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Amen? Amen. Now, those are the sheep. Hao ndio kondoo. Kisikia kondoo watapita huko, mbuzi watapita na goats, mbuzi watapita huko. Ni hii sasa. Kondoo ni wale ambao walichinjwa. Sasa tuangalie mbuzi ni kina nani? These goats. Hao mbuzi. 2 Thessalonians 1:7. Wathesalonike wa kwanza 1:7. Wathesalonike 2 Thessalonians 1:7, yani chapter 1. 1:7 mpaka 10 inasema, hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma, si katika Makedonia na Akaya tu, ila kila mahali imani yenu mlionayo kwa Mungu imeenea, na hata hatuna haja sisi kunena lolote, kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu jinsi kulivyokuwa. Unasoma wapi? Wathesalonike wa kwanza 1:7. Sorry. Saba inasema, na kuwalipa nyinyi mteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu, watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake, yeye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake na kustajabiwa katika wote waliosadiki katika siku ile, kwa sababu ushuhuda wetu ulisadikiwa kwenu. Kwa hivyo twawaombea nyinyi siku zote, ili Mungu wetu awahesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, akatimiza katika haja ya wema na kila kazi ya imani kwa nguvu. Jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu, nanyi ndani yake Bwana, neema ya Mungu wetu na ya Bwana wetu Kristo. The goats are the unsaved. Wale kondoo ni wale ambao hawajaokoka. Remember, this is the judgment of the nations. Kumbuka, hii ni hukumu ya mataifa. So the ones who not be saved, wale ambao watakuwa hawajaokoka, na watapatikana wapi? Waliokoka ni wale ambao walikuja na white robes. Wale wengine hawajaokoka. Hiyo ni tayari mbuzi. Hizo ni mbuzi tayari. Then the third group, kisha lile kundi la tatu, watapita katika judgment of nations, watapitia katika ile hukumu ya mataifa, are the tribes, the elect of Israel. Ni wale washindi, wale waliochaguliwa wa Israeli. The tribes, the elect, yani makabila ya Israeli. Unakumbuka Yesu alikuja kwa sababu ya kina nani? Ya Waisraeli, si ndio? Alafu wakafanya kitu kizuri, wakamkataa. Walipomkataa tukaponea hapo. But now they have a portion in the kingdom. Sasa wao wana sehemu katika ufalme. Every tribe of Israel. Kila kabila la Israeli. How many tribes are they? 12. And so the tribes, the elect of Israel, yale makabila yaliyochaguliwa ya Israeli, are in this group. Yako katika hili kundi. Hawa wana judgment, hawa wanaingia. But they are elected. Hawa Israeli wote wanamkubali Yesu. Nenda Israeli ukaone vituko.
Shetani ameingia huko, amemaliza mambo ya Yesu kabisa. Dini imeingia huko, imemaliza siri za Yesu kabisa. So only few, ni wachache tu, believe in Jesus Christ, wanaamini ndani ya Kristo. Even today, hata leo some Israelites are waiting for the Messiah. Wengine bado wanamngojea Masia. So the ones who are born, being elected, are the ones who are born again. Wale ambao wamechaguliwa ni wale ambao wamezaliwa upya. Who believe wanaoamini that Jesus is the Messiah and he died for them. Kwa Kristo ni Masia na alikufa kwa ajili yao. Amen. Amen. And the king, na yule mfalme, will be sitting on that throne. ambaye amekaa katika enzi, will give the kingdom to those who have eternal life. Atawapa ufalme kwa wale walio na maisha ya milele. Amen. Amen. I want us to talk about the last judgment. Nataka tuongelee kuhusu ile hukumu ya mwisho. And the last judgment is called the judgment of the great white throne. Na kisha ile hukumu ya mwisho inaitwa hukumu ya kiti kikuu. The great white throne. Cha hukumu. The great white throne. Kiti cha hukumu. Kitu cheupe. Kitu. The great kikuu, white, cheupe throne. Amen. Amen. The great white throne. Kiti kikuu cha hukumu cheupe. Amen. Now, this judgment, hii hukumu, it is in Revelation chapter 20. Iko katika Ufunuo 20 verse 11 to 15. 11 mpaka 15. Tusome. Ufunuo 20 11 mpaka 15 inasema, kisha nikakiona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wakuu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Nikawaona nani? Wakuu. Nikawaona nani? Wakuu. Endelea. Wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Vitabu vikafunguliwa. Sasa unaona dini bado ilikupeleka. Vitabu vinafunguliwa mahali pamoja, katika the wicked dead, katika waovu waliokufa. Now the wicked dead, wale waovu waliokufa, come before, watakuja mbele the great white throne, ya kile kiti cheupe cha hukumu. And the one who is judging them is God himself. Na yule atakayewahukumu ni Mungu mwenyewe. Tunasikia wanakimbia utukufu wake. God himself will judge. The great white throne is not the throne of glory. Kile kiti cha hukumu cha Mungu cheupe hakiitwi throne of glory, hakiitwi kiti cha utukufu. You will judge, God will judge the wicked dead. Mungu atahukumu waliokufa katika uovu. Acha nikuwekee vizuri. Kuna wengine huwa ni wazito. Because I was a teacher, I know there are some very slow learners. Yeye alikuwa ni mwalimu, najua kuna watu wako wapole kushika. Slow learners in class. Darasani wao ni wapole sana. So as we teach you, take care of the slow learners. Kufundisha huwa anajali wale ambao wanashika pole pole. Acha nikupeleke pole pole. Rapture inachukua nafasi, inaanza sawa? Kanisa linachukuliwa. Waliokufa, waliokoka wafu. Unanisikia? Waliokoka wafu wanachukuliwa kwanza, alafu waliokoka walio hai wakati huo wanafanya nini? Wanachukuliwa. Hizo ni vitu ngapi? Alive and saved. Kufa, dead and saved. Waliokufa pia wameokoka. Watu wanaenda. Alafu unakuja ile hii throne hii nimemwambia hii, unakuja the judgment of the nations. Hukumu ya mataifa. And the judgment of the nations. Katika ile hukumu ya mataifa. Sasa kunakuja wale ambao Waisraeli. Remember tuna judge three people were judged here.
Alafu hiyo grupu yote ukiangalia, kuna moja imebaki, waliokufa kwenye dhambi, waliokufa na wenye dhambi ndio wanakuwa judged mwisho katika the great white throne, ama Mungu mwenyewe ataketia hicho kiti. Na hapo upendwa, nikifanya, let me put the long story short, wacha kupisha hiyo hadithi. Hapo ndipo vitabu vitafunguliwa. The judge is God. Hakimu ni Mungu, and is judging only the wicked. Na hukumu tu wale waovu. And the Bible says the books are going to be opened. Na maandiko yanasema kwamba vitabu vitafunguliwa. This is only one class, the dead. Hili ni darasa tu moja, waliokufa. Wicked dead. Waliokufa waovu. And God, na Mungu, because he's a just God, kwa sababu yeye ni Mungu haki, he doesn't want to tell you, hataki kukumbia that you have to go to hell. Utaenda kuzimu. He has to prove, lazima ahakikishe, that you did not appear in my books, kwamba hukupatikana katika vitabu vyake. So ndio wale watafunguliwa vitabu, wakitafutwa majina yao. Hello? Unasikia vitu za wewe? Niko. Malaika angalia vitabu. Kitabu cha kwanza haupatikani. Kitabu cha pili haupatikani, vitabu ngapi? Alafu mwisho unaambiwa hapati, malaika anasema huko hapatikani popote. Bila kibali. Next. Wicked dead. Waliokufa. Lakini ujue hakuna yeyote atakayeokoka pale, kwa sababu they are wicked dead. But God is proving to them that if they could have done something, kama wangefanya kitu, wangekuwa katika vitabu vyake. Mgeukie mwenzako, mzee, wasemaje? Now the Bible ends by saying that the not saved or the wicked are going to be thrown in the lake of fire. They will be thrown in the lake of fire. Mpendwa, iko kazi. Sasa wewe unanisikiza, kuna makundi, angalia utaingia kundi gani. Kama utakuta uko hai, uende na Yesu. Kama utakufa ukiwa na Yesu, uko sawa. Katwa kakichwa na ukubali Yesu, pia uko sawa. Umesave. Tunaitwa kusave, umesave. Kama wewe ni mbuzi, ni mbuzi. And all the goats will go to the fire. Na wale mbuzi wote wataingia motoni. The ones who are unsaved. Wale ambao hawajaokoka. Mataifa wale ambao hawajaokoka. Umo yao wako nayo. Through. Yeye amemaliza. Saying, anasema, let us not play around with salvation. Tusichezee wokovu. Let me tell you, after these people are thrown, baada hawa watu kutupwa, there is no acquittal or higher court where you can go. Hakuna koti kuu ambapo utaweza kwenda. Utaenda kwa apili wapi? Hapa duniani unajua ukitupa korokoroni, na apili, ninaenda kwa apili. And there is no appeal here. Hakuna kupeleka kesi mbele. The case is lost and it's lost forever. Ile kesi ishapotea na imepotea milele. It is damned to all eternity. Hiyo ni ya milele, kuteseka milele. And without hope. Na bila tumaini. Milele. Na uko ufi uko unachomeka, unaisha, unaachwa kidogo, nyama zinamea tena, zinaingia tena, moto unawekwa. Sasa nikueleza huko kuzimu sasa. Alafu kule kuna moto grade.
Kuna moto wa red, kuna moto wa blue. Moto wa blue ni wakina nyinyi, kwa maana moto wa blue unachoma sawa sawa, mkali. Moto wa red, wa blue ndio wale mapasta kama kina Jeff. Wale mapasta unaona wanachezea kazi za Mungu, moto wa blue na wangojea. The fires in hell are different. Ile mioto kule kuzimu iko na viwango vyake na tofauti na viwango vyake. Sasa wewe hata usiongee kuhusu moto, tuongee haya. Mungu atusaidie, Baba atusaidie, sote tufike mbinguni. Amen. Sote tukutane huko tukisalimiana na high five. Kiuliza Pamela yuko wapi? Ashera, Pamela yuko wapi? Ulimwona? Ulimwona? Yuko ule mtaa wa Mbinguni wa Kisimondo. Acha nikwambie mkweli. Utakuwa na mitaa. I cannot work for God. Hawezi kumfanyia kazi Mungu tirelessly kwa bidii and stay in the same estate, kisha kakae katika mtaa ule ule with a lazy person who never did anything, na mtu mvivu ambaye hakufanya lolote. Kitu suru na mbinguni, Karen ya mbinguni, Runda ya mbinguni. Wewe anza kutafutia matopeni ya mbinguni. Lakini uzuri hakuna matopeni. There are streets of God. Kuna zile njia za dhahabu. Lakini nilikwambia juzi Ketimba hamna pale pa kuweka Ketimba. Msaidie kumaliza. Karibu nawe Yesu.